Leo filamu inaanza, tunamwona huyu dada amezidiwa kabisa mpaka anaamua kujitoa akili mazima. Anamkatikia mchizi viuno balaa, ila huyu mchizi hatamani kitu naambiwa, maana kwake ngono haina nafasi hata chembe. Yeye anachofanya ni upelelezi wa kumtaka mama yake, wala si vinginevyo. Huyu mchizi ni Getman unaambiwa, ila mademu wote wa hii nyumba wanamshobokea kinoma mpaka wanapigana kwa ajili yake, ila mwamba wala haingii tamaa za kigosi unaambiwa. Twende sawa, ila kabla hujasahau, kwanza ni kuombe kitu, bonyeza hayo maneno ya subscribe, kisha gusa alama ya kengele ili ukawe mwanafamilia wa kweli, na utatisha sana. Fanya hivyo mtu wangu. Twende sawa. Huyu mchizi anaitwa Kenneth, na huyu mzee ndo baba aliyemlea Kenneth, maana Kenneth alitelekezwa na wazazi wake akiwa mdogo sana. Sasa huyu mzee anamwambia Kenneth kwamba, mwanangu, huu ndo wakati sahihi kwako kumtafuta mama yako, maana ukimpata atakueleza kila kitu kuhusu maisha yako. Kenneth akaitikia na kusema ndiyo. Kisha kesho ilipofika, akaingia mtaani na mavazi yake ya ajabu, akaendelea kutafuta kazi ya ulinzi kwenye majumba ya kifahari ili afanye upelelezi wa kumsaka mama yake, maana kwa jinsi alivyoambiwa ni kwamba mama yake ni moja miongoni mwa mabilionea wakubwa sana hapa mjini Lagos. Basi bwana, bahati nzuri Kenneth akaona tangazo la kazi ya ulinzi bwana, na akasema hapa ndo penyewe. Ikabidi abishe hodi bwana ili akutane na wakulungwa, na Mungu si athumani, geti likafunguliwa kwa wakati. Huyu binti Nketi akashtuka sana kuiona sura ya Kenneth bwana, maana huyu mchizi ni bonge la HB unaambiwa. Nketi akasema kwamba, ewe, wewe ndo unataka kuwa mlinzi, yani Getman? Ndio, na HB wote huu? Binti design kama tayari ashapagawa. Akamchukua Kenneth hadi sebleni kwa mama mwenye nyumba, mama wa kuitwa Miranda, mwanamke mtu mzima mwenye pesa na dharau sana mjini. Miranda akamtazama Kenneth kuanzia juu mpaka chini, kisha akamwambia kwamba ajielezee mwenyewe. Kenneth akasema kwamba naitwa Kenneth na nina umri wa miaka 24, elimu yangu ni degree moja tu, na kutokana na uhaba wa kazi nimeamua kuwa mlinzi ili angalau nijipatie kipato, na nimefanya hivyo kwenye makampuni mengi tu, hivyo ningefurahi kama ningepata nafasi ya kuungana nanyi. Mama akaona kwamba huyu anamfaa, maana huyu mama anapenda sana kufanya kazi na watu wenye akili zao vichwani. Akamtaka Kenneth kwamba aende nyumbani kwa leo, ila kesho awahi kuja asubuhi na mapema sana, tena asiache kuja na CV yake in a written document. Kenneth akaitikia bwana, kisha akaswepa zake. Ila tukirudi nyuma kidogo, tunafahamishwa kwamba huyu mwanamama Miranda analo tatizo la presha na ugonjwa wa moyo, hivyo huwa ana personal dokta wake anayemwatendi kila siku. Huyu dokta anaitwa Dr. Jide, na kikweli Dr. Jide design kama anampenda huyu mama, ila ndo hivyo anashindwa kumfungukia unaambiwa, maana hata hawa mausgeli wawili wote hilo nalifahamu, kwani Miranda anaishi kama single mother na hana mtoto hata wa dawa. Tukirudi kwenye wakati wa sasa, tunamwona Kenneth akikabidhi CV yake kwa mwanamama Miranda. Miranda akaisoma na kuipenda sana, maana huyu mchizi kumbe anayo degree ya masuala ya ulinzi katika software za kimitandao. Mchizi akapata kazi rasmi bwana, na Nkechi akamletea sare za kazi ili Kenneth azivae bwana. Dorcas naye akaja, wakaanza kuvutana ile mbaya, wote wakitaka wampeleke mchizi katika chumba cha kubadili nguo ili kama vipi waanze kumtongoza, maana UHB wake unawafanya waloe kabla hata haijanyesha. Nadhani ushanielewa mtu wangu. Bosi akawatukana sana na kumwambia Dorcas kwamba yeye ndo ampeleke Kenneth akavae, alafu Nkechi yeye arudi jikoni akaendelee na kazi, maana huyu Nkechi ndo kaiva kama nyanya, anamtaka Kenneth kupita kiasi. Design kama Pele linamuasha ile mbaya. Basi mwamba akavaa jezi yake ya kazi bwana, na kiukweli zikamfanya apendeze balaa. UHB wake ukazidi kuongezeka maradufu, ila huku ndani ya mjengo Nkechi akawa hataki kusikia kitu kabisa, akawa tu anamwaza Kenneth wake kupita kiasi. Na kumbe wakati huo huo Dorcas naye keshaanza kumpenda mwamba bwana unaambiwa. Ikawa sasa nivuta nikuvute humo ndani ya nyumba, kila mtu ndo anataka awe wa kwanza kumpelekea Kenneth chakula bwana ili aonje pishi lake. Mchizi akawa anawacheka sana na kuambia kwamba yeye yupo hapo kikazi, hivyo hizo mpishi zingine wala hazishobokei hata kidogo. Twende sawa. Ibana, usikose kuangalia sehemu ya pili ya movie hii bomba sana kuitwa Love at the Gate, na kumbuka upo nami DJ wako Mpare Mpalestina. Twende sawa.